Si kila anayeahidi anakusudia kutimiza. Violet, nitarudi hivi karibuni kukuchukua. Asante, nitakungojea. Hii ni hadithi ya mapenzi iliyotokea kati ya Violet na Sada. Walipendana sana tangu ujana wao. Baadaye, Sada alipoteza wazazi wake na akabaki yatima. Kutokana na hali hiyo, aliamua kuondoka kijijini na kwenda mjini kutafuta maisha bora. Wakati wa kuagana, alimuaga Violet mpenzi wake, akamwahidi kuwa atarudi siku moja ili waishi maisha mazuri pamoja. Baada ya miaka 15, Sada alikuwa tayari amepata pesa nyingi na akawa mkurugenzi mtendaji mkuu wa kampuni inayojihusisha na masuala ya mitindo. Siku moja, msichana mrembo akajitokeza kwenye kampuni hiyo kwa lengo la kutafuta kazi. Sada alipomwona, alimkaribisha kwa furaha tele kana kwamba alimfahamu tayari. Msichana huyo alipoanza kujitambulisha, Sada alishtuka sana kana kwamba amepigwa na radi, kwa sababu aligundua kuwa yule msichana alikuwa Violet, aliyekuwa mpenzi wake wa zamani utotoni. Sada alimkumbatia kwa furaha kubwa. Violet akamweleza kuwa aliona kijijini hakuna maisha mazuri, hivyo basi akaamua kwenda mjini kutafuta riziki. Bila kusita hata kidogo, Sada alimpa kazi, akamwajiri vivyo hivyo. Baada ya miezi mitatu, walikuwa tayari wamerudiana kama wapenzi na walikuwa na furaha sana. Kijana huyo akamwomba Violet waishi pamoja kama mume na mke, jambo lililompendeza sana msichana huyo. Lakini katika kipindi cha miaka 15 ambayo hawakuwa wameonana, mambo mengi yalikuwa yamebadilika katika maisha yao. Kutokana na pesa Sada alizokuwa akizimiliki, ameishia kuwa mpenda raha sana. Baada ya muda mfupi wakiishi pamoja, Violet alianza kuona ndoa yao ilikuwa nzuri sana. Lakini baadaye alikumbana na matatizo makubwa, kwani mume wake alianza kumpiga na kumtesa. Baada ya kukaa kwa mateso kwa muda mrefu, Violet akawa na wazo moja la kumpigia rafiki yake ili